Sawa, leo tunaingia kwa undani kwenye somo moja muhimu sana ambalo limekuwa na sintofahamu nyingi. Tunaenda kuangalia neno la Mungu linasema nini hasa kuhusu utaratibu sahihi wa kunena kwa lugha hadharani. Unajua, makosa yale ambayo Mtume Paulo alirekebisha kwa kanisa la Korintho ndiyo makosa yale ambayo makanisa yetu mengi leo yanayafanya. Na hebu tuwe wazi, Paulo hakudemonize lugha walizokuwa wananena, hakusema ni za mapepo kisa tu walikosa utaratibu. La hasha, badala yake alileta utaratibu wa Mungu. Na kumbuka, Paulo pekee ndiye aliyetufundisha kuhusu hizi lugha ambazo sio za wanadamu. Siku ya Pentekoste walinena lugha za wanadamu, hazikuhitaji fasiri. Kwa hiyo kama sisi leo tunanena hizi lugha alizozizungumzia Paulo, ni lazima tumsikilize Paulo. Ni lazima, maana ndiye aliyetupa mwongozo. Okay, sasa ili tuendelee vizuri, ni lazima kwanza kabisa tuelewe tofauti ya msingi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya lugha zilizonenwa siku ya Pentekoste na zile zilizokuwa zikinenwa pale Korintho. Paulo hakufuta karama, alirekebisha matumizi yake. Angalia hapa sasa. Siku ya Pentekoste ilikuwa ni muujiza wa kusikia. Watu kutoka Parthia, Media, Elami, Mesopotamia, kila kona ya dunia walikuwa wanawasikia mitume wakihubiri matendo makuu ya Mungu kwa lugha zao wenyewe. Hakuna aliyekuwa anahitaji mkalimani. Kila mtu alielewa. Lakini sasa twende Korintho. Huko mambo yalikuwa tofauti kabisa. Walikuwa wakinena lugha za siri, lugha ambazo hakuna binadamu alizielewa, na ndio maana huko mfasiri alikuwa ni wa lazima. Sawa. Sasa hapa ndipo kwenye kiini cha kila kitu. Ukielewa hili, umeelewa sura yote ya 14 ya Wakorinto wa kwanza. Kuna maeneo mawili, au tuseme mipaka miwili, ya matumizi ya karama hii. Kuna kunena sirini na kuna kunena hadharani. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Fikiria hivi, kunena sirini ni kama una laini ya simu ya moja kwa moja kwenda kwa Mungu. Ni wewe na yeye tu. Unaongea naye mambo ya siri. Roho yako inamwaga yaliyo moyoni, hata kama akili yako haielewi. Hii inakujenga wewe binafsi. Lakini unapoinuka kanisani mbele ya watu, hiyo ni kama kutumia spika ya umma. Hadhira imebadilika. Sasa hausemi na Mungu tu, unasema na watu. Na kwa sababu hiyo, sheria zinabadilika. Ni lazima kuwe na tafsiri ili kanisa lote lijengwe. Na ili sio wazo langu, ni neno la Mungu. Sikiliza andiko lenyewe linavyosema. Paulo anaweka wazi kabisa, yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Yaani, lengo la kwanza la lugha hii sio kwa ajili ya masikio ya wanadamu wengine. Ni mawasiliano yako ya faragha na Mungu. Unanena mambo ya siri moja kwa moja kutoka kwenye roho yako kwenda kwa Baba. Na anaendelea kusisitiza, nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba. Unaona, ni tendo la kiroho. Halafu anasema, lakini akili zangu hazina matunda. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ubongo wako, ufahamu wako uko off. Hauprocess maneno, ni roho yako tu inayohusika. Hii inathibitisha tena kwamba hii ni lugha ya maombi ya sirini, ya ndani kabisa. Okay, tumemalizana na eneo la sirini. Sasa vipi kuhusu pale kanisani mbele ya watu wote? Hapa sasa ndipo sheria zinaingia. Na hebu niweke wazi, hizi sio mapendekezo wala ushauri. Haya ni maagizo kutoka kwa Roho Mtakatifu kupitia Paulo. Utaratibu wenyewe uko rahisi sana, sheria 3 tu. 1, sio kwaya nzima, sio kila mtu. Ni 2 au wakizidi sana 3. Inatosha. 2, sio wote kwa mpigo, kama fujo. Ni mmoja baada ya mwingine, kwa zamu. Na 3, sheria muhimu kuliko zote, ambayo inabeba uzito wa zote. Lazima, narudia, lazima awepo mmoja wa kufasiri. Sasa, swali la msingi ni, vipi kama hakuna mfasiri? Je, tunafanyaje? Neno la Mungu linatoa jibu fupi, la moja kwa moja na lisilo na mjadala. Jibu ni nyamaza. Sio nena polepole, sio nena kwa kunong'ona, amri ni kunyamaza kimya kanisani. Na ili mtu asibaki na maswali, andiko lenyewe liko hapa. Linafunga mjadala. Asipokuwepo mfasiri, na nyamaze katika kanisa. Lakini angalia uzuri wa neno la Mungu. Halikumkataza kuongea na Mungu. Linamwambia aseme na nafsi yake tena na Mungu. Yaani, badilisha channel, rudi kwenye ile laini yako ya siri. Ongea na Mungu wako kimoyomoyo. Hii inalinda utaratibu na upendo kanisani. Sasa, unaweza kujiuliza,
Kwa nini hizi sheria zote? Mbona Mungu anaweka utaratibu mkali hivi? Well, sababu zake ni za kina na zimejaa upendo. Ni kwa ajili yetu sote. Paulo anatuuliza swali la kutufikirisha sana hapa. Ebu jifikirie, wewe ni mgeni, umeingia kanisani kwa mara ya kwanza kabisa. Unatafuta Mungu. Unakuta kila mtu anapiga kelele kwa lugha usiyoielewa. Utajisikiaje? Utafikiria nini? Paulo anasema waziwazi, watasema, hawa watu wana wazimu. Je, huo ndio ushuhuda tunaotaka kuwapa watu wanaotaka wokovu? Kwa hiyo sababu za utaratibu ziko wazi. Kwanza, tunamjali mgeni na asiyeamini. Hatutaki kuwa kikwazo kwao. Pili, tunajali kanisa zima. Lengo ni kujengana sisi kwa sisi. Tatu, tunamheshimu Mungu wetu. Yeye si Mungu wa fujo, bali ni Mungu wa utaratibu. Na mwisho kabisa jamani, hii ni karama takatifu. Sio swaga ya kujionyesha wala sio show off ya kiroho. Sawa, sasa baada ya kuona yote haya kutoka kwenye maandiko, hebu tuwe wa kweli na tujitazame. Tuangalie makosa 4 ya kawaida ambayo tunayafanya leo na kuvunja maagizo haya ya Mungu. Kosa namba 1, mhubiri. Anahubiri kwa moto, anapata fire, halafu katikati ya sentensi anasema shalambo sandai, ili kusisitiza anachosema. Kisha anaendelea na mahubiri. Swali langu ni, umesisitiza nini kwa watu ambao hawajaelewa ulichosema? Kama umenena mbele ya watu, ni wajibu wako kutoa fasiri ili watu wajengwe. Vinginevyo, umepiga kelele tu. Kosa namba 2, mwimbaji au kiongozi wa sifa. Yuko mbele anaongoza sifa. Wimbo umekolea, ghafla anaanza kuimba kwa lugha. Au anarekodi wimbo studio, anaweka sehemu ya kunena kwa lugha. Kanuni ni ile ile. Kama unaimba ili kusanyiko lisikie, ni lazima kusanyiko lielewe. Vinginevyo, imba kimoyomoyo. Lengo ni kujenga kanisa. Kosa namba 3, hili ni la kizazi chetu cha kidijitali. Mtu anawasha Facebook Live au Instagram, watu maelfu wanamtazama. Halafu anaanza kuomba kwa lugha kwa nusu saa. Ndugu yangu, umesahau kuwa hauko chumbani kwako peke yako. Uko hadharani. Hadhira yako ni hao watu wanaokutazama. Sheria inatumika. Lazima utoe fasiri au zima kamera uombe sirini. Na hili la 4 linatugusa wengi sana. Unamwombea mtu, umemwekea mikono, unaanza kumwombea kwa sauti kubwa kwa lugha. Sasa, yule unayemwombea anasikia sauti, lakini hana wazo umeomba nini. Je, umeomba apone, umeomba abarikiwe, au umemlaani? Atawezaje kuitika amina kwa maombi asiyoyajua? Paulo anasema, kama mtu anasikia, ni lazima aelewe. Kama huwezi kutoa fasiri, basi nena kimoyomoyo, isikie kwako na kwa Mungu tu. Basi, baada ya yote haya, lengo ni nini? Lengo si kuponda karama ya lugha, la hasha. Lengo ni kuirudisha karama hii adhimu kwenye kusudi, uzuri na utaratibu wake wa asili kama Mungu alivyopanga. Na ili mtu asidhani tunapinga karama hii, Paulo mwenyewe anamalizia kwa kusema hivi. Unaona? Anatuambia msizuie kunena kwa lugha. Karama ni nzuri, ni ya Mungu. Lakini anatuambia tutamani zaidi kutoa unabii, yani kusema mambo yanayojenga na kutia moyo kanisa moja kwa moja. Kuna vipaumbele. Na hii ndiyo sentensi ya mwisho, muhtasari wa sura nzima. Mambo yote na yatende kwa uzuri na kwa utaratibu. Hii ndiyo kanuni kuu inayoongoza ibada zetu. Sio tu kunena kwa lugha, bali kila kitu. Ibada zetu zinatakiwa kuwa na uzuri na utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Kwa hiyo, na kuacha na swali hili la kujiuliza, na tafadhali liwaze kwa umakini na uaminifu. Tukiangalia ibada zetu pale kanisani kwako, je, zinaakisi utaratibu wa Mungu unaomvuta mgeni na kumjenga mwamini? Au tumeunda mazingira ya machafuko ambayo yanamfanya mgeni anayeingia aseme, hawa watu wana wazimu? Jibu la swali hili ni muhimu sana.